hata ukimwi. Ndio ulikuwa wimbo wa kwanza kwenye jamii yetu kumzungumzia mwathirika na kumpa hope. Watu wakawa wamezoea kuimba ukimwi ni hatari, ukimwi unaua, ukimwi vile. Wakati huo ukimwi tayari upo na watu wanao. Kwa hiyo nikasema kwa nini tuendelee kuwatisha? Je, hamna njia nyingine ya kuwafariji watu wenye ukimwi? Ndio nimekaja na wimbo kama nitapata ukimwi. Kwa hata wale waathirika wakaanza kuwa na matumaini mapya, tukaishi. Lakini kuna nyimbo kama vile wakati kulikuwa na shida ya muungano Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar sio nchi, Zanzibar sio fanya. Mimi na nyimbo yangu kama Zenji ni nchi mbona haina mabalozi wake, kama Zenji si nchi mbona ina mamlaka yake. Ndio nikaongelea muungano wetu kwa undani kabisa kama nchi nzima ikatulia. Baadaye kaja ugomvi wa dini. Hadi Geita kuna watu walikufa kama watu Waislamu watakawachinje, Wakristo si wachinje. Mara sijui kwa kujulia kitabu cha mwenzie, mara si kama tendikali kani ugomvi wa kidini. Wanasiasa waliongea watu lakini wakashindwa. Mimi nikaja na wimbo wangu wa dini tumeletewa. Hapo zamani za kale kabla ya ukoloni, kabla ya kuja wageni, ile dini tumeletewa ikaifanya nchi ikarudi pamoja, wananchi wakaelewa, kila mmoja akaheshimu imani ya mwenzie. Mpaka leo ugomvi wa kidini haupo. Hata ukija na mambo yako ya kidini Tanzania, Watanzania kwambia wewe pumbavu, nilisema tugombane kwa ajili ya dini. Sisi tunapendana, unajua? Kwa unaweza kuona kwamba nyimbo zangu nyingi zilibeba yale maudhui ambayo yalifanya jamii ikaondoka kwenye hatari ikaja kwenye usalama. Mbona kwa mimi nadhani nilistahili kuwa mfalme, ingawa kale nilipokuambia mtu ananipinga mtu anaimba labda tuseme nataka kumzungumzia mtani wangu Sogi. Hasa nataka mimi sio mfalme, wewe unaimba kibanda cha simu. Leo kuna kibanda cha simu duniani? King, ndugu zetu tuelezee. Kuna kibanda cha simu? Hamna. Lakini Darubini Kali mpaka leo naona.